Hivi chifu wangu mtukufu, unafahamu kwamba sherehe za Kigwadu zinakaribia? Kweli siku zimeenda sana. Hivi na maana huu ndio mwezi wa Kigwadu? Ndio chifu wangu. Inavyoonekana, wanaimaya wengi hawajui kuhusiana na taarifa hizi. Sasa Kamatu, nataka nikupe hii kazi. Andaa askari wapite kila kona ya hii himaya, watangaze kuhusu sherehe ya Kigwadu ili kila mwana himaya aweze kujipanga mapema. Ni sawa chifu wangu, nitalifanya hili. Kabla hujaondoka, mlinzi wangu shupavu, askari namba 1. Vipi kuhusu ile mifugo yetu kule bondeni? Chifu wangu mtukufu, ondoa wasiwasi juu ya hilo. Nimeweka ulinzi mkali kule bondeni na mifugo yote iko salama. Safi sana Kamatu. Na ndio maana nakuamini. Unaweza kwenda kuendelea na majukumu mengine. Unajua mwanangu, kuna leo na kesho, na mimi naweza kuondoka hapa duniani wakati wowote. Kwa hiyo leo nilikuwa nataka nikwambie siri zangu nyingi kuhusu hichi kijiji cha Kitoa. Niambie baba, nakusikiza. Kiukweli mwanangu, hii himaya ilifaa kuwa mikononi mwangu, lakini Mataru alifanyia hila mpaka baba yetu akampa yeye uchifu. Lakini baba, mbona hujaniambia hili toka mwanzo? Nilikuwa nasubiri mwanangu ukue ndio nikwambie haya, na leo nimeona ni muda mwafaka kabisa wa kukuambia haya. Mambo poa. Ujo kwa Mikaunda? Kwa Mikaunda na kufahamu. Naomba nipeleke. Sawa, kwa vile nilikuwa nanyunyizia miwa yangu maji na hisi nikikupa maelezo yaweza potea. Kwa hiyo acha nikupeleke paka huko. Haina shida. Nilikuwa huko na mwalimu wangu maji. Ndio akatokezea akaniuliza kwa Mikaunda ni wapi, kaambia mimi nakufahamu. Ndio nimemleta sasa. Karibuni. Asante. Tafadhali nipe na maji ya kunywa. Sipumzike kidogo pia mimi.
alafu unanijia kwa mafumbo. Kwani umekuwa Liza wewe, hivi unafikiri unaweza kumchukua Kavu kutoka kwangu? Kavu ni wangu na atabaki kwa wangu. Kiza umbwa nikwambie. Acha kuongea maneno mengi, tantarara nyingi. Huyo Kavu mwenyewe amekwambia anakupenda. Sikia nikwambie. Hivi unanionaje mimi? Hebu niangalie. Huyo Kavu mwenyewe unajua hata akienda mahali anaweza kukuchagua. Mimi ndio mwenye vigezo bwana. Vakuwa mke mtarajiwa wa chifu. Sikiliza wewe, msukule tu. Kikaragosi asiyekuwa na haya. Hauna hata sifa za kuwa bibi wa mtu. Itakuwa mwana chifu kukupenda wewe. Kwa kipi kizuri ulichokuwa nacho? Muangalie vile. Sura tu mbaya. Ufaufi. Mimi sitaki kujua. Ninachojua mimi Kavu ni wangu na wangu tu. Hata kama itanigharimu maisha ya mtu. Umesikia shosti? Hilo likukaa umesikia sana? Acha kuleta kelele nyingi. Wakati hata mume kaja kunambia mwenyewe. Kwa hiyo nakuomba. Kwani kukwambia ndio nini? Kukwambia ndio nini? Hilo alinihusu mimi. Bora tu Kavu ni wangu na wangu tu. Ila najiamini nalo na ninatamba nalo bishosti. Utanambia nini? Utaniletea nini? Sikiliza, mimi naondoka lakini mimi naondoka lakini sitaki Kiswahili. Wewe nenda bwana, niache mfanye shughuli zangu. Umenikuta nikitafuta kuni, niache nikitafuta kuni. Mimi wala sijakugusa. Mimi nitakuletea taarifa na mimi naondoka. Nenda bi wewe. Zao vya mimi muone vile. Kiuno kinkwenda kusimama kwa bwana Zawadi. Ila kwenda huko. Liza mwanangu. Na mama. Njoo. Liza mwanangu, nimesikia mbiu inalia. Hebu nenda ukaulize kama kuna. Sawa mama. Mama, mbona uko peke yako? Daliza yuko wapi? Imelia. Hivyo nimemtuma kwenda kusikiliza ni habari gani zinatolewa. Lakini mama, huu utawala Chief Mataru umekuwa kuumiza watu sana. Ndiyo mwanangu, katika himaya hii kuna mila na desturi ambazo zinaumiza watu sana. Mama, nina taarifa za Kigwadu. Kesho watu wafike katika uwanja wa Komeni kwa ajili ya kupewa maelezo. Enyi miungu akitoa, tuangalieni watu wenu. Watoto wetu wanaenda kupotea. Kamatu, mimi naona kufikia sasa wanakijiji watakuwa wameenea katika uwanja wa makutano. Naona ni vyema tungesogea karibu nao. Ni sawa chifu wangu. Walinzi, fungueni njia.
Nikahunda uhiko la nakuza mchangu uhiko nikahunda uhiko la nakuza mchangu uhiko la nikahunda uhiko la nakuza mchangu uhiko. Amani iwe juu yenu. Nayo pia chifu wetu. Wanaimaya wakitoa, nimefurahishwa sana na ngoma hizi za kiasili. Ama kweli zimeugusa moyo wangu. Ningependelea zichezwe tena kwa mara nyingine, ila kulingana na muda naona hiyo inatosha kwa leo. Sasa basi, kama mnavyojua, huu ni mwezi wa Kigwadu. Hivyo basi, vijana wote wanatakana wafike kwenye boma langu na kufanyiwa shughuli hiyo ya Kigwadu. Na hakuna anayetakana kupinga swala hilo. Na atakayepinga, au basi tuacha niachie hapo. Nadhani mmenielewa. Tusikizane kidogo hapo. Nini shida? Hii ni amri na sio ombi. Mila na desturi ni lazima zifuatwe, na hakuna anayepaswa kupinga. Au wewe unapinga? Safi. Wanaimaya wakitoa, mkutano wao umefika tamati. Naweza mkaenda na mkaendelea na majukumu yenu. Ama kweli sherehe za Kigwadu zina baraka kubwa kwetu sote. Naomba wachane na hizo habari kabisa. Kumbe mkuki kwa nguruwe. Mwaka jana ulikuwa na furaha juu ya hili swala. Sasa hii ni mwanao anatakiwa ajishughulishe kwenye hili swala. Unachukia sherehe. Hebu niondokee mimi. Haya, ila ni sawa pia. Kamatu rafiki yangu, hivi unakubaliana na mila za kijiji hiki kweli? Ukweli, mila ya Kigwadu inaniumisha kichwa sana, lakini hatuna jinsi. Hapana Kamatu, haimaanishi kwa kuwa sisi tulipitia, basi ni lazima kila mmoja apitie mateso haya. Kavu, mwana chifu mtukufu,
wa himaya hii akitoa. Hatuwezi pingana na mila hii, na wewe mwenyewe unalifahamu. Atakayepinga mila hii, basi adhabu kubwa itakuwa juu yake. Kamatu, wewe ni mlinzi mkuu katika himaya hii, hivyo unapaswa kuwa na roho ya ushujaa siku zote. Wewe unafanya nini hapa juu? Hebu shuka haraka, shuka. Ulikuwa unafanya nini? Hivi kuna chochote umesikia? Hapana, sijasikia chochote. Kavu mwana chifu, huyu kijana namfahamu, anaitwa Poto. Katika hii himaya kila mtu anamfahamu, ni kwa ajili ya umbea wake, na naofia mambo tuliyozungumzia hapa atafikisha uchifuni. Poto, kuna chochote umekisikia? Hapana, sijasikia chochote. Nauliza tena, kuna chochote umekisikia? Hapana, sijasikia chochote. Maana tumruhusu aondoke, ila tutakapozisikia habari hizi kwa chifu, huyu kijana atakiona kijiji hiki cha moto. Nadhani ananifahamu. Naitwa Kamatu kijana, mjukuu wa Clemens Mwandambo. Toka! Potea! Amani iwe juu yako. Inna mabada. Amani iwe juu yako. Na kwako pia bwana chifu. Mwanangu, hakikisha urudi katika kijiji hiki mpaka ngupatie taarifa. Lakini mama, hivi chifu akijua itakuwaje? We mtoto, hivi unajua hii mila ni sawa na Sasa mama, hiyo taarifa mimi nitaipata wapi? Hata sijui inaenda wapi. Wewe ndo shujaa wangu na kutegemea. Hivyo mwanangu, nenda kwa mume yako. Kiza kitakapoingia, toroka mbali na himaya hii. Sawa mwanangu? Ndiyo mama, nimekusikia. Kwa hiyo ndio maana Mazoezi alikuwa hata kusikia habari hizi. Na kulingana na kijiji chetu ambavyo hakina umeme, na friji langu aligandishi hapa hapo kwa mtukufu chifu. Ama vipi? Kumbe niko peke yangu. Habari zenu jamani.